Tamke. Ndio nataka sasa niongee. Kwa sababu kuna watu wameshaniambia kichwani mwangu. Watu ndio wameshaongea kichwani mwangu. Ndio nataka nianze kuongea vile vitu ambavyo watu wameshaanza kuongea. Bie. Bie. Sasa kumbuka wakati mnaondoka jana. Wakati mnaondoka ndio kuna ndio nasemaga sasa kile kitu ambacho wakati naondoka kwenda. Ndio bie. Mwezi kutomeshaga unajua ndio elimu ni bora. Elimu ndio inasababisha kama viongozi, waziri, hata musician wanakuwa kwaga. Hata viongozi, marais ndio wanakuwa na elimu. Kwa hiyo wewe Tamke unataka kusemaje? Ndio nakwambia mpelekea yule mtoto shule, aende akasome. Tamke, leo nimekubali na nimeamini kama wewe ni mgungu kwa kweli. Wewe ni upumbavu huo. Ujinga. Mimi nilikujua tu mwanzo nilikusoma tu unakoelekea na kuongea ujinga tu. JJ, hakuna jinsi mpeleke mtoto shule. Ndio ongea ukweli. Ujinga. Ujinga wewe hapa mpaka mtoto shule. Aende akasome. Tamke amesema kweli. Tamke amesema kweli, tumpeleke mtoto shule. Siwezi kupeleka mtoto shule. Nilikuwa na mtu wa maana. JJ, kwenda zako. Unacheka nini? Mimi mti umedondoka. Unajua mti umedondoka eh? Ndio huu hapa baba, mti uliodondoka ndio huu hapa. Sasa bora anko mti ndio unadondoka mdogo sana na kishindo kikubwa. Ndio tushangae wote, mti mdogo unadondoka alafu na unatoa kishindo kiti. Mbona kishindo kikubwa? Ndio tushangae wote kama mti kidogo lakini inatoa kishindo kikubwa. Nyinyi watoto mtaniua mimi. Mtaniua kabisa. Na nakwambia kabisa nyinyi watoto mkiniua ndio mnanipoteza kabisa. Na kama nikifa nyinyi. Mimi nikifa kabisa mkanifukia kwenye mchanga fya. Ndio mtakujua kwamba umuhimu wa Uncle JJ. Ukitaka asitokee, Jenifer naye mpeleke shule kama alivyonipeleka mimi. Wewe uende shule? Jenifer mpeleka. Sawa. Leo si moja. Sawa. Sawa.
Najua umetoka kwa mganga. Lengo langu liko pale pale. Lini utaenda shule? Jenifa, ngoja mama. Mimi naandaa mazingira mazuri ya wewe kwenda shule, sawa? Naandaa mazingira. Jenifa. Hey! Ngoja. Watoto. Jenifa, vipi kuhusu masuala ya shule? Anko hapa anasemaje? Nimemwambia mimi anko anipeleke shule, kakataa. Sababu gani? Anasema yeye hawezi kusomesha mtoto wa kike. Anasomesha mtoto dume, sijui kokote, sijui sungura linamlinda mwenyewe, anajua mwenyewe. Asivyojua analea donda ambalo litamsumbua miaka nenda miaka rudi. Anapata hasara kusomesha mtoto wa kike. Nahisi anko wako atakuwa amechanganyikiwa. Akili yake si nzuri. Hivi haoni hata aibu? Kwa umri uliokuwa nao wewe hapo chini, hata jina lako huwezi kuandika. Au unajua kuandika jina lako wewe? Sijui. Ina maana yeye mtu mzima. Kweli ananishangaza sana na ananisikitisha. Na isitoshe anadhalilisha wanawake. Jenifa, hujui kwamba ni aibu sana wewe usiposoma? Mimi nimemwambia, akasema anapata hasara, hawezi kusomesha mtoto wa kike. Nakifika miaka 18 unaolewa. Mimi nitahakikisha mpaka unakwenda shule. Umenielewa? Nitakuja huko kwa mjomba wako. Unakuja wapi? Namfuata huko. Wewe unamjua kwangu, unamsikia. Kama hujapigwa wewe. Asita kafulula mafuta ya chura kumkaanga sungura mwenye sura kama ya shura. Anipige mimi? Sikiliza nikwambie. Mimi ndio mwanamke wa wanawake. Umesikia? Aulize kijiji hiki cha Mkalia shida. Raha zina wenyewe. Hata thubutu hata siku hii moja. Mimi ndio mwajei hapa kijijini. Aulize siku moja. Nitamjia huko mpaka nahakikisha unasoma. Si labda umfuate atakukubalia. Nakwambia nitakuja, nitafika. Yes, ndio JJ anajiita. Yeye ni JJ, mimi ni mwajei. Haya njoo, lakini mimi nakutazalisha mapema. Nitapigania mpaka nahakikisha unasoma. Umenisikia? Mimi nimemwambia, imekuwa kama wimbo, nakwambia kila siku namwambia, lakini nataka kumpeleka shule. Haiwezekani, Jenifa, ukose haki za kimsingi. Nasema usimcheze chatu, sema nyoso. Chatu, Mungu usimrushie, taukosa ushindi. Unaniangalia unijui? Sikiliza JJ. Wewe usijitie mwamba hapa kijijini, sawa? Yaani wewe katika wajinga, wanaume wajinga, wewe unaongoza. Kitendo ulichokitenda cha kuzuia maji yasije mashambani kwetu yaje kwenye shamba lako. Ina maana wewe ndio mkulima bora kuliko sisi wengine, si ndio? Wewe kweli hujasoma. Ungesoma usingefanya ujinga uliofanya shambani. Ina maana sisi mazao yetu yaathirike, si ndio? Na kueleza wewe, sio unatumbulia macho kama bunju hapo. Umemaliza? Sijamaliza, ila nasubiri jibu. Hivi wewe mwanamke unanitaka mimi eh? Unanipenda? Unanipenda? Kwa sababu unaweza kuwa maskini ya Mungu unanyanyasika tu bure kijijini hapa. Niambie kama unapenda. Nionyeshe hisia zako kwamba kweli unanipenda. Matukio yako unatumia sababu si maji yamezibwa, sio yamekwenda wapi, sio poyoyo. Kumbe maskini ya Mungu unanipenda, unaumia. Nafahamu fika wasichana wengi sana wanawake hapa kijijini kweli mnatamani kuwa na mimi. Kwa sababu ninajijua kabisa mimi Uncle JJ hapa kijijini. Mimi ndio handsome. Ndio beautiful. Yeah. Hilo nalijua. Lakini mimi Uncle JJ type zangu sio nyinyi. Yaani sio nyinyi. Mimi watu wangu nachukua wanawake Ufaransa, German, educated wale. America. School ipo kichwani. Sio nyinyi. Nyinyi sio material yangu. Mnanipata? Utateseka bure. Wewe kama sije kuziba. Kwani asije mume wako umekuja wewe? Kwani asije ndugu zako? Umejipamba mwenyewe, unajua umetumia masaa mawili kwenye kioo ujipodoe kwa ajili ya kumshtua Uncle JJ. Show tu.
hata unishitui. Utajiju unalo hilo bibie. Umaliza? Nimeweka kituo. Sasa kama umeweka kituo na unasubiri basi, na basi ndo kama mimi nimefika kuja kukueleza mtu mzima wewe usiokuwa na haya. Eti ukikaa eti wanawake wananipenda, sijui unanipenda, sijui unanitaka, ndio maana umekuja. Midevu kafagia chooni. Hata kutaka nani? Hivi wewe katika wanaume wakiambiwa watoke wewe unatoka? Chatu. Mimi Simba. Simba. Popote ninawinda. Wanakuogopa wenzangu lakini sio mimi. Kama wewe Simba mimi chui. Upo? Mpaka hapo upo? Sasa sikiliza, nenda mama nenda. Niende, nimekujia wewe bado sijamaliza kitu. Huwezi kunitongoza kwa staili hiyo. Sikiliza basi nikwambie. Umefeli. Mimi kama mimi siwezi kuwa na mwanaume kama wewe. Najua unatafuta namna ya kwenda kujisifia kwenu kwamba wewe nilikuwa naongea na Uncle JJ. Halo. Siwezi ya mgambo. Na mwanaume kama wewe. Ila katika wanaume wanaambiwa watoke, wewe si mwanaume, ukienda kama unarudi. Wewe mbona ukirudi kama unaenda? Nyo, mbele kama nyuma. Wewe mbona kisogo kionekani wala uso uonekani? Mimi niko special. Upo? Na umeokolewa na huo weupe. Light ungekuwa mweusi ungekuwa unatumika kuwanyamazisha watoto wanaolia. Hapo ulipo umekufa. Umeoza. Unatamani unitongoze hapo unashinda. Halo. Nakushinda nguvu. Halo ya Uncle JJ Simba. Lo, hapo ulipo suruali nakushinda nguvu. Wewe unashinda nguvu nini? Ungeifunga na kamba, ungeifunga na kamba. Kwenda zako. Amina. Amina Kadala. Noea. Amina tumpepe, tumpepe. Amina magereza, magereza. Amina dush, 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 dush. Ngoja niwaambie. Yaani sasa hivi toka nigombane na anko, naona kabisa shule naenda. Yaani shule inaniitaita. Tena napelekwa shule nzuri kushinda ya Pati. Afadhali wewe. Ongea sasa tujue kama tutasoma. Mwingine tata ile tu. Mimi ndo tasema. Manati yangu. Manati? Mmeniona yapi manati yangu? Sioni mimi. Sijaiona. Unajua na kitu. Mbona jina la manati? Chatu Mungu tumrushie. Chatu Anko, manati yangu iko wapi? Mimi benki ulinikabidhi nikuhifadhie. Akiba. Wewe mtoto tunajifanya mjanja. Wewe hiyo manati tunanifanya unaona kama gobole hilo Kututishia amani sisi Kutufanya sisi tunashinda kuishi kwa amani hapa kijijini hapa Watu tunashinda kujimwaya mwaya kujinafasi. Wewe tunajifanya wewe na manati yako. Haya, onyesha sasa njonjo zako. Onyesha. Wewe unajifanya bila mbwembwe. Onyesha sasa mbwembwe zako tukuone.
Kwa nini unanipeleka wewe mtoto unanimanua kama watoto wenzako kule? Wewe unajifanya wewe Miss Manati wewe kwamba Manati ndio sila yako. Tunaona gobore lile. Tunaona gobore. Fanya njonjo zako sasa. Fanya njonjo zako. Nilikwambia ipo siku yako. Jenifa, nilikwambia ipo siku yako mimi wewe. Tuonyeshane sasa umwamba. Dai shule. Taka kwenda shule sasa. Nitamkie miji maneno kwa tamka wewe mtoto. Tamka. Nikuonyeshe sasa. Nikuonyeshe kama mimi ndio Uncle JJ professional. Simba. Kwa kuniletea jeuri mimi? Unanitamkia mambo ya shule wewe? Mimi nikapoteza pesa kwa ajili yako. Unanitishia Manati wako mimi. Huu mwili wako wa kutishia Manati huu. Unanifanya mimi kijijini naishi bila amani tu hapa na nengeneka tu hapa. Kwanza nikiongea unaenda chini. Sema jeuri yako. Wewe wakuninyima amani mimi? Toa Manati yako ikusaidie. Toa Manati yako. Mimi ni nani? Mimi ni nani? Anko nani? Mbona unanifanya kama marafiki zako unaocheza nao kule? Juu. Wewe? Hii bakola itatua kichwani bila wewe kujua. Chini. Juu. Miguu inakuuma leo nalo leo. Nilikwambia mimi Uncle JJ sina masiara. Nitakutufua wewe, nitakufinyanga wewe, nitakufuturu mimi wewe mtoto wewe. Juu. Chini. Vyombo umefanya usafi wa vyombo leo? Hilo domo Afrika maji ya kunywa. Unanifagia wewe. Nitakupa kerubu. Hakuniendesha mimi nangu mimi. Unanijua mimi vizuri vile. Tena ufagie vizuri. Ufagie bila kutimua vumbi, sitaki vumbi. Nataka utoe takataka. Sitaki vumbi. Unaelewa ninachokwambia? Juu. Umechoka? Unachoka? Sasa mimi ndo nachoka zaidi yako wewe. Chini. Sasa nisikilize. Tena nikiongea hapo unasema ndio anko. Utafanya usafi hapo. Ukimaliza utadeki choo, utadeki bafu, utafagia hapa. Utapika chakula, utaosha vyombo, utafua nguo. Usafi. Wewe njoo hapa. Manati yangu iko wapi? Mimi najua manati yako lipa, mimi sijui. Manati yangu iko wapi? Sijui, nimekwambia sijui.
Nitakushia nayo manati yangu iko wapi? Sijui, nimekwambia sijui. We. Chini. Juu. Chini. Juu. Sijui. Chini. Manati yangu iko wapi? Mimi mwanangu kaingia nayo ndani. Akalete. Papa akileta kazi atanitambua. Yaani mimi kila siku nyosha vyombo, fagie, jariti. Atanitambua. Afuata huko mtaa 7 sijui mtaa 8, hiyo ndo ataeleza kama nini ile ndo atajua vizuri. Kwa mtaa 7 kwa mtaa 8. Yaani napiga deki mimi, naosha vyombo. Umenisikia bwana? Nimepiga Jennifer. Nini? Jennifer? John Cena. John Cena. John Cena Rambo. Huyo Rambo. Butu yako uniona. Kila siku nakwambia yule mtoto mimi huwa namwachia tu. Niko bado sijaamua kuweka katika discipline. Nimechukua ile manati zake nikatupilia mbali. Nikaenda kutupilia kule nikaficha kule. Mmenipata? Nikamwambia njoo. Njoo sasa. Nikatandika tata 10, 12, akalala chini. Kaosha vyombo, fanya usafi. Ili vikono usiongee muongo rafiki yangu. Nenda nyumbani ukaangalia anafanya nini. Sasa hivi jeuri hana. Shughuli, nikafanya kwa shughuli. Pacho, sio Jennifer? Pacho. Ukiondoka tunaachia. Mmoja kunywa hapo. Unaenda wapi? Tupo hapa, tupo hapa. Unaenda wapi? Amempa maji. Nampa maji. Hadi Yesu Kristo. Jennifer, nilikuwa namwambia huyu hapa, wewe lazima usome. Lazima wewe waziri wa miundombinu. Wewe lazima usome. Nikamata hapa ndo wewe kabisa. Natoa jicho mtoto. Jennifer, mimi nakaa hapa. Manati. Mimi nakaa. Unataka kimbia sana baka. Subiri. Nimwambia. Nakutoa roho. Shenzi. Sasa uje mambo yako familia yako. Maisha mwenyewe usilete mambo yako. Nikwambia ugomvi haufai. Angalia Sango kaondoka. Tutakula nini hapa tunaishi na nani? Yeye ana akili kama hapa nyumbani nimeacha watoto na wanahitaji kula, wanahitaji kila kitu afu unaniuliza. Anajua kabisa nimeacha watoto nyumbani afu kaondoka. Afu ananiuliza tutakula nini? Sasa hiyo akili nayo. Hata sindirudisha na manati hiyo hapo. Tena usiniuzi saizi kati. Usiniuzi. Haya. Hapo kaondoka hapa tutaishi vipi? Tajua mwenyewe, usiniulize. Mimi manati nimekupa. Usiende kumtishia. Wewe umeenda kumtishia kaondoka, utakula nini? Wewe jembe uliona unaliona? Nalija sembo ni muhimu, mbona uendi? Basi kidogo hata ungeenda kuchukua manati yako, unaenda kuenda ndege, hata vile hapa tuje kula tupunguze njaa, wewe ndio kwanza umekaa unajikalisha. Nani akaenda ndege saizi? Jua lilivyo kali. Siwezi kazi ya kuenda ndege. Basi tuende tukamtafute yangu. Sababu mbona umekaa hata ufikirii? Nikamtafute.
mkubwa mzima na akili zake apotee hapa kijiji kizima. Mimi ndo Uncle JJ, wote wananijua. Apotee si ataletwa. Wewe ulikuwa unataka shule, mtu anataka kukusomesha kaondoka. Kwa hiyo tena shule na nini? Shule nitaenda, nakwambia. Huyu atarudi tu hapa, hapa ndo kwake, atarudi hapo. Sisi tutakula nini? Anasema bana, usiniuzi kwanza, ondoka, toka, nitakuachia nayo hii. Sawa, mimi naenda, ila mimi sijui tutakula nini. Sawa bwana, mbona unanitishia tu na manati yako? Ila mimi nakwambia ondoka, mimi naondoka. Kelele tu kapotea. Bwana sema anatokea yule. Sio utakula nini? Wewe haya, utakula nini? Kijijini hapa. Vipi? Kipata ndege wangu wawili na banika burudani. Mwanaume chukua jembe ukalime. Sio Uncle JJ yuko wapi? Tegemea huyo. Uncle onekani yani. Kaenda wapi? Kipi? Siku nyingi sasa zimepita, hata tumuone kaenda wapi. Au JJ niyo mazimu ilisema wana wazimu nitakumwanza au taika soka muda wazimu. Maana mkoani siku za nyuma hii nilikuwa simuelewi, nilikuwa kama vile kichwa changu kimeruka. Sasa wewe JJ uko wapi? Nyumba yako mwenyewe na kutoka wenyewe unakimbia. Maana sio kawaida mtu mzima kukimbia watoto. Hatari. Hivi yuko kwa kina Joseph msukulie. Kwa yupo kuweza kaja. Salama lakini zangu. Inakuaje? Niambie kama kawaida. Kama kawaida. Fanya mambo kweli. Kimoja hivi. Kiembe JJ mtamwona? JJ yupi? Kiembe JJ wako. Ndio maana kapata kina nani? Blaza pale mbele pale. Bwana kitambo kweli yani hapa sijamuona. Mimi kitambo sana sijamuona. Sasa Patrick. Sasa. Kama nilivyokuambia mwanangu, usiwe na wasiwasi. Mimi nitaenda kutafuta mkwenu. Atakuja. Tulieni. Takuwa nakuja kuwaona. Na nitaendelea kumtafuta. Na kama kuna tatizo lolote lile, usiache kumjulisha. Yangu sita pamoja kutona hadi Mwanangu, tutakuja kuona. Jennifer, nielewa lakini. Usiwe na wasiwasi. Nenda zako bwana. Haya Patrick mwanangu.
sikumtafutia anko. Nimekwambia mimi anko sieni kumtafuta. Kwanza unaposema hivyo wewe shakuwa na njaa hapa. Sijawahi. Sasa mimi nitakusoma na nitakusoma. Basi twende basi atulipia ada twende. Afu yeye ndatatia taila hapa. Bibi sijaanzishwa shule. Kwa hiyo wewe mwenye shida unaweza ukamfuata akakulipia hiyo ile ada. Umesikia? Kwa hiyo shule unataka. Mimi kusoma sio sitaki ila sijaanzishwa shule. Wewe mwenye shida unaweza ukamfuata ukamtafuta sijui ndo akulipia ada sijui nini. Bibi sielewi. Nimemaliza. Basi sio siliulize. Dada yangu kipenzi, tuliyependana sana, nikakupenda sana. Ni kweli kazi ya Mungu haina makosa. Nakubali haina makosa. Na mimi nilikupenda sana, lakini Mungu amekupenda zaidi. Huwezi kumlaumu. Kabla ya kifo chako ulitamka kwamba ukifa utataka watoto wako nilee mimi, na nikakubali kwamba nitawalea, jukumu ambalo nimelitimiza. Lakini uliniachia mzigo mkubwa na mzito sana. Huyu mtoto Jennifer, dada yangu, ulitoa wapi? Huyu mtoto Jennifer ulitoa wapi mama? Ulitoa wapi? Mwanaume huyu aliyekupa mimba Jennifer ni nani? Kama maelezo yako uliyakosea, mjomba wao labda alikuwa ni mwingine. Hasa kwa Jennifer ukapindisha tu kweli, ukaniweka mimi nijue. Mtoto kwangu amekuwa kizingiti, mtoto kwangu amekuwa msumari, mtoto kwangu amekuwa nyundo, mtoto kwangu amekuwa moto, mtoto kwangu amekuwa baradhuri, mtoto kwangu amekuwa fedhuri. Ananitesa sana. Nimekuja hapa kukuambia haya maneno. Popote ulipo, sauti yangu ipenye mpaka hapo kwenye mchanga, mpaka ndani ardhini. Wale watoto nimeshindwa kulea, nimeacha. Na nyumba nimewaachia. Baadaye sije nikapata lawama, nikalaumiwa kwamba nimeenda tofauti na agizo unalonipatia wewe, kwamba nimechoka. Wacha nitoa roho. Huyu mtoto hatari, ndio maana hata siku ya msiba wako huyu mtoto hata kulia. Hakulia kabisa. Patrick alilia, lakini yeye hata kukulilia. Dadangu, bora wewe mwenyewe ungekuwepo ukajionea ili tinga hivi. Huyu mtoto ananitesa sana. JJ. Siku unavuta bangi. Ndio vipi? Hizi bangi. Hebu twende. Acha niseme wanao nimeacha kulea kabisa, sitaki. Watoto wanazalisha mimi. JJ umenisumbua sana wewe. Wacha nikwambie. Bora wewe mwenyewe ungekuwepo kuona shuruba hii. Sitaki kwenda pale wanakwenda. Karibu. Sasa mimi nishakufikisha, niacha nirudi kule nilipokuwa. Mimi muongeze wewe rafiki yangu. Hivi JJ, unaona sahihi kabisa wewe kuwakimbia watoto wa dada yako nyumbani kwako pale, kuacha peke yao. Sasa kama watoto wamekuwa washikiki, baradhuri, fedhuri, na wafanyaje? Hata Jennifer mimi wakunitishia maisha yangu. Kila wakati ujifanyie kama Rambo. Kama unanidharau mimi, na maana kuna mjomba wao mwingine ambao unaona anafaa, bora wajileza. JJ, sio solution kukimbia tu. Sio kabisa rafiki yangu. Au hiyo ndio wazimu nilokutanilia tayari kwa muda wote.
Niambie. Nimekuta mwenyewe wala siasimuliwa. Kwenye kaburi la marehemu dada yako unaongea, una shout. Ulikuwa unaongea na nani? Kwa marehemu mama yangu kuambia kwamba kicho anachonifanyia watoto wako, mimi kwa kweli sikiwezi, nimechoka kulea. Mkorofi ni nani? Mimi naona wote tu wakorofi. Siku zote nakwambia kulea mtoto asiye wako ni kipaji. Kipaji toka moyoni. Ni konga nyoyo hii. Unajua unaongea masiara, lakini sio masiara unaongea. Siwezi kuwa masiara, ngoma masiara nikipotea. Wale watoto, hebu fikiria ujio ule wanajiendeleza kimaisha. Haya, mkorofi ni Jennifer. Na huyo Patrick, uone kama unamwona. Rudi nyumbani. Ni watoto wale watoto tu, kakae nao. Wale watoto. Ninakuomba rafiki yangu. Rudi nyumbani. Sasa mimi nasema hivi, mimi naenda kule kwa sababu ya huruma yako. Na mimi nilikuwa nafikiria hata lile swala la shule. Sasa mimi sitaki tena ugomvi. Bado unanitafutia ufumbuzi swala zima la shule. Hapo lazima kufurahisha. Unaona rafiki yangu? Lakini kwa sababu ya huruma yako, vinginevyo muda wote mimi naweza nikabadilisha. Nashukuru. Ukichoma kupungua rafiki yangu, unaona urudi ni kawaida. Ila wakiniudhi wakinitibua sasa hivi, nikipotea ni moja kwa moja. Kwa sababu huko mimi tayari nilikuwa nimeshakuwa umepata fame nini huko mwenzangu? Bacho. Bacho. Ngoja nikawa surprise. Sawa. Hai. Anko! Hey! Wewe! Anko tulikumisi. Umenimisi? Umenimisi mimi. Mbona unakimbia? Jeuri yenu ndio niondoa hapa, jeuri yenu. Nitaka nionyeshe kama mimi Uncle JJ. Ukileta disturbance yote nachomoka kidogo. Kwa hiyo hata hapa ulipo ukiniletea ujinga tena kidogo natoroka naondoka tena. Unaona? Mlimisi? Sasa mlimisi wewe peke yako au nyote? Wote tulikumisi wote. Na Jennifer? Hebu niambie sasa maisha yalikuwaje? Hivyo. Hapo ndio nataka kuonyesha umuhimu wa Uncle JJ. Hapo nataka kuonyesha umuhimu wa Uncle JJ. Yuko wapi Jennifer? Ili vipi katulia kidogo au bado dabo? Sasa wakati nipo huko sio kama nilikuwa nimekaa tu. Nilikuwa nachekesha kichwa changu nakichekesha. Nikasema kwamba nikirudi hata ile swala zima la shule. Waje nipo. Ndio nifanyie ufumbuzi. Atakurufia na kufanya haraka. Sijasema kama nampeleka, nasema nitalifanyia ufumbuzi. Kwa sababu Uncle JJ sitaki maneno na mtu, sitaki kubishi na mtu, sitaki ugomvi na mtu, sitaki kukokana na mtu. Kwa nitakujulisha yeye kwamba ufumbuzi wake ni nini. Sawa? Yuko wapi huyu? Jennifer. Kaya msimamo. Kwani simwamsha? Bado. Jani. Wapi? Unaita? Namba yenyewe umepiga na 29. Umeseti dakika moja? Nimeseti dakika moja. Namba ile hii hapa na 29. Ndio yenyewe sasa. Inaita. Halo. Dada. JJ naongea. Wanapenda kuniita Uncle JJ. Sasa wewe dada yangu, miaka nenda rudi, tangu umeondoka ukumbuki huku. Yaani wewe umesahau kila kitu toka umeondokaga, mzigo mzima ameniachia mimi. Tangu dada yetu amekufa na wewe uko duniani, lakini kama umekufa. Hata siku moja kutuma hata debe la mchele, mahindi, karanga, chakula, hakuna. Huu mzigo huyu Jennifer nasema hivi, mbona umenisusia? Au ndio uko mjini? Sasa nina mpango, napanga kuja huko kutembelea. Umenipata? Napanga kuja kutembelea, kuja huko. Dakika zimeisha. Dakika moja ndio imeisha.
Napanga kuja kutembelea huko, kuja hivi karibuni. Nasema dakika moja uliyokuwa imeisha kaka. Dakika imeisha, Dakika moja singe stop wenyewe kama hiyo. Dakika moja mimi ndio singe stop. Wewe dakika moja unajua mimi mwenyewe na calculate bado sijafikia hata sekunde 30. Wajinga wengi huko, wajinga wengi. Na mjinga mmoja niko naye hapa kibandani. Ananisumbua. Anafikiri mimi sijui simu. Pia dakika moja. Sasa hivi unataka ongeze zaidi ya dakika moja. Ubungo napajua. Kushoto barabara na baba umelipia dakika moja. Simu yangu ikikatika. Sasa utalipia dakika zote. Halo? Sorry. Hodi. Nasema hivi. Ubungo. Kushoto. Barabara. Huwa kuna bango moja kubwa hapa limeandikwa liko hapo kona hapo. Washatoa? Serikali hiyo. Aya. Wapi unakata? Wewe unaona ofisi mwenye ndio simu yangu. Na unalipia dakika zote sisi tulizoziona. Nimeongea dakika ngapi? Umeongea dakika 6. Wewe mimi nimeongea dakika moja, nimekalculate mimi mwenyewe nimeona stopwatch kwa. Mimi mwenyewe stopwatch nilikuwa nina count. Nimecount dakika moja tena sekunde 59. Shika. Simu wewe unajua simu na nini? Umetokea wapi? Wewe ndio unajua simu unajua kutumia. Shingapi? Shilingi 600 leta. Sahau, mimi najua dakika moja ni shilingi 300. Wewe baba sasa utataka utembelee kwa miguu, utatembea na magoti. Mafisadi mko wengi nyinyi, hata kwenye vibanda vya simu mko mafisadi wengi tu. Niambie. Huwezi kula hela yako jeje hivi. Hata wanawake hawali hela yangu hivyo. Wewe kwani umetoka bush kweli? Shika hapa. Wewe nenda zako, una hela wewe. Wewe mwenye hela una nini? Kwanza ulipaswa weke vibanda hapa vya watu. Subiri. Mtu akipiga simu hapa, kwenye kibanda amejifungia mwenyewe, anaongea maneno anayoongea mwenyewe. Sio wewe hapa. Kwanza mimi sijatumia hata dakika mwenyewe sijamaliza kwa sababu sijaongea maneno mazito. Ningeongea maneno mazito credit zingeenda nyingi. Lakini nimeongea maneno mepesi tu, unaambia dakika 6. Mafisadi bwana wewe. Mtu anaongea maneno machache unaambia hela imeenda nyingi. Unaongea umeongea dakika moja. Mambo yamefika. Sasa Patrick, sisi tunaondoka sasa. Tuelekea mjini. Mimi sikawii kule. Namfikisha tu huyu narudi. Sawa? Baba nakuachia nyumba hii. Linda. Maki najua nimekuacha Simba popote pale unalinda hata kama unawinda. Wewe mwenyewe unajua Patrick ninavyokuamini na kuthamini. Unajua mtoto wewe shuleni mimi najua wewe ndio unaongozea. Linda, ongoza, tawala, rekebisha. Wewe kama unavyoongozea shuleni, ongoza na hapa baba. Nakuamini Patrick. Nakuamini baba. Sawa? Navyoondoka hapa najua nimeacha dume la mbegu. Na kuachia mji na kwamba ulinde nyumba hii. Mimi narudi sikawii. Lango mchelewa. Kwa nini chelewe? Haina neno, mimi narudi. Utembee vizuri uko tunaenda mjini, usirekebishe na mwendo wako kama polepole. Enda kuletea. Kweli? Haya. Dereva baba. Dereva alikuwa ananipigia honi pale katikati kwenye mabonde. Baba. Ile honi kwanza kwa ananivibrate. Sasa hapa ndio Dar es Salaam. Hapa ndio Dar. Mtoto uone macho yako wote nuru. Pale mbele kidogo pale unaona pale mbele. Pale ndio ofisi za HEPA. Unajua HEPA? Pale ndio ofisi za HEPA ziko pale. Zimejaa pale. Pale Kariakoo pale. Kariakoo ndo pale Kariakoo.
Kiwa hivi kama unaelekea Dodoma. Hivi una hata idea yote? Twende kutajua hiyo. Muone? Salama baba. Upo anajua huyo. Anajua huyo. Ule ukisogea kidogo umekutana na Ikulu. Pale ndo kuna Ikulu pale. Maswali mengine usitie aibu. Usitie aibu. Unanenepa tuna roho yako. Una lolote bwana. Jamani. We acha. Umekaswa wewe. Ndugu yangu, utaki niingize mizigo ndani nini? Wewe, Jenifer nilikwambia utulie. Utulie nyumba za watu kumjini, usinitie aibu mimi. Usinitie aibu kabisa. Bali usikie utulie kuangalia kompyuta. Sio kompyuta ile video. Nani kudanganya? Hii hapa ni nazungumzia hapa kompyuta. Anko ile video ile. Kompyuta ile. Video ile. Zile kompyuta za kisasa ambazo zimekuja. Video ile. Haya sasa. Nakwambia ile kompyuta usinibishie bwana, mimi nimeona mengi. Video gani ina rangi kama hivi? Video zote zina rangi nyeusi. Lakini video. I'm sure mtakuwa mnasikia sana mmechoka. Hapo pozeni mamko kidogo. Hilo kwa haifanyi kitu. Sasa kidogo. Mtu na mjomba wake tena. Hii baridi hii. Sio vizuri kaka. Asante dada. Za nyumbani. Uko safi. Naona wewe umetenga kabisa, unataka kabisa kusikia kijijini. Wewe umetulia. Kwa kweli mimi zile mila ambazo mimi sikuzipenda. Mila ambayo inamfanya mwanamke hana haki. Nikaamua nikimbie zangu mapema. Hapa ndugu yangu hapo unaishi. Ndio nimewahi maisha mjini huko. Samani dada. Hizi ndio kompyuta za kisasa Kaka na utanitia aibu. Hizi ni hii ni TV flat screen LG. Nanumiza.
Kweli hii ya baridi sana juisi. Kwa hiyo kinywa hivi lazima ikuumize. Kunywa taratibu. Mama kunywa taratibu, baridi sawa Haya. Lazo maji ya mtoni. Kaka leo wachi. Wachi. Kaka. Mtakula kwanza au mtaenda kujimwagia maji? Kuoga. Mimi naona ni ile tu kwanza. Sababu ushaoga sana kwa kijijini. Ila huyu ataenda kuoga. Kuoga kijijini, kuoga hapa. Huyu mwacha aenda kaoge. Mimi na nyumbani. Aka, mimi naanza kula. Aka. Staki. Laiti ningejua siku zote kama mtoto asome wallahi ningekushtaki. Tena unakuja kabisa hadi hapa kwangu. Ni mimi na desturi ambazo unazielekeza kaka. Za kumdhibiti mtoto wa kike asisome, asifanye nini? Kwa nini unamnyima mtoto wake? Kwa sasa hivi elimu ni kwa kila mtu. Sawa? Kuna wabunge, kuna mawaziri wanawake, kuna viti maalumu bungeni vya wanawake. Kwa nini unataka kumuumiza yule mtoto? Are you out of your mind? Hivi naomba nikuulize swali moja. Wewe mtoto wa kiume ulipokaa hapo na mimi mtoto wa kike niko hapa nyumbani kwangu. Tuko sawa? Tuko sawa? Ni hivi. Huyu mtoto mimi nitakaa naye na nitamsomesha. Nitampa haki zake zote za msingi. Mimi dada, mbona nimekuelewa? Wewe ndugu yangu bwana, tupasi kugombana. Ndio maana nikakupigia simu mwenyewe nikasema nahitaji kukuona, nikafunga safari. Mguu wote umetoka kijini umekuja huko kwa ajili yako. Hiyo ni maana nimemleta hapa mtoto, tusaidiane kama ulivyosema, umtunze, umlee. Bwana, apate elimu. Nimeshaelimika, hata you out your mind hiyo tayari nishaichange. Bwana. Changamka. Ishachangamka. Mimi nakwambia na mimi JJ. Nishamaliza hivi. Cha kuelewa. Unajua kama mtoto wa kike anaweza kukusaidia kuliko mtoto wa kiume? Haina neno tena. Tusameane tena. Mimi sitokaa sana hapa. Itabidi nirudi tena kijijini kwa ajili kuangalia mambo mbalimbali kule. Utakapojisikia siku kwenda utaenda. Ila hapa ukitaka kukaa, weka. Mimi najua huwezi kunifukuza. Ila nitaondoka japo nitataka kidogo nikae kidogo nipige juice. Bas. Good afternoon, Uncle. Good afternoon, Jennifer. Naona sasa hivi Kiingereza kinaanza kukamata. Ndio. Leo tumesoma somo la opposite. Uncle, naambia unajua English. Sana. Leo mwalimu anatuambia Ken inakuwa Kent. Je, wewe nakuuliza tuku opposite yake inakuwaje? Tuku. Yaani Ken inakuwa Kent. Je, tuku tuku opposition yake sasa inakuwa hii tuku inakuwa tukunti. Umeona? Ila angalia hiki Kiingereza hiki kwa sangine kinaleta watu wanakuwa na tabia mbaya. Hasa wasichana wa mjini kutondoka na anga Kiingereza kile ndio hivyo. Nguo zao sema bana fupi zikafika hapa. Kama mamako huyu. Mamako huyu mdogo huyu. Naye anapiga vingo zake vya ajabu vya kioni. Hivi mimi ni kwa sana maziwa yako nje basi upumbavu tu. Bafai. Unaona hawa ndio wasomi sasa wenyewe. Na Kiingereza anakipiga vizuri. Anakipiga vizuri. Uncle, si unaniambia simfuate mama mdogo. Nenda kale wewe. Jai kumi. Tukunti.
Wakati mwingine ukiwa na maswali mengine ya Kiingereza, leta kwangu. Sawa? Leta. Namaliza kazi. Mami. Wewe. Mbona mapema hivi? Maana hata muda wa school basi bado. Enda shule. Unavipora? Enda kwa shule. Okay. Twende. Sasa naenda kwenye mambo yangu. Baba. Na wewe unataka kunianulia mabati. Kana kwamba nyumba ulijenga wewe. Unatafuta nini huko? Wewe nani? Nyumba ya kwangu hii. Wewe nani? Wewe nani bwana? Hebu acha tena nicheke. Wewe ni nani? Yaani wewe ni nani unayenizungumzia kwenye nyumba yangu ati unataka kumng'oa mabati? Wewe nani? Mbona vijana mnaweuka mkiwa bado mko nadhifu, maskini ya Mungu? Umevaa vizuri kijana mwenye mtanachati, lakini mbona umeweuka? Nyumba yako hii ya kwangu ndio. Patrick uko wapi? Patrick. Simba baba, Simba. Wewe Patrick. Hamna mtu anaitwa Patrick. Sasa sikia ngwambie kitu moja. Huyo unayemuita Patrick huyo ndiye aliyeniuzia hii nyumba. Sawa? Nasema wazazi wake wote wamefariki. Baba, mama wamefariki. Sasa wewe ni nani? Unaniambiaje? Nyumba nimeuziwa. Yaani Patrick, nikakuamini, nikakudhamini, nikajua ukimsomesha mtoto wa kiume nisasoma umesomesha na watu 100. Nikasema wewe ni simba popote pale unalinda, hata kama unawinda. Baba, wewe umeuza kuna mtoto Jennifer. Mtoto Jennifer. Baba, sasa sikiliza. Kwa taarifa yako. Hiyo fimbo hiyo. Fimbo hiyo? Yaani nyumba nimeuziwa. Wewe swala la kuninyoshia fimbo yako. Huyo Patrick, kwa taarifa yako, hana chake hapa baba. Ninaona kama unanisumbua sumbua tu. Ngoja niendelee na shughuli zangu. Wewe mtoto wa kiume ulipokaa hapo na mimi mtoto wa kike niko hapa nyumbani kwangu. Tuko sawa? Uncle, lakini mimi lini nitaenda shule? Siwezi kupoteza hela yangu kumsomesha mtoto wa kike. Huo ni ulimbukeni. Wewe mtukule na akili yako, unaweza kusomesha mtoto wa kike kweli? Naweza, kwani unasomesha dume baba, dume ni simba. Nitanisaidia baadaye, yule anaolewa kesho kutwa tu. Unajua kama mtoto wa kike anaweza kukusaidia kuliko mtoto wa kiume? Kwa hiyo wewe tamke unataka kusemaje? Ndio nakwambia mpelekage yule mtoto shule, aende akasome. Kama kweli mtoto yoyote tu atakufaa, si wa kiume si wa kike. Haki sawa kwa wote. Hili mtoto nijua mtoto wa kiume kila kitu, wewe ndio kinara, wewe ndio kiongozi. Unakuja kuuza nyumba wewe mtoto, mimi nikakae wapi? Kwanza huyu kijana nadhani ni mgeni hapa kijijini. Hajajua timbwili la ngojeki hapa. Nasema hivi, pamoja na kuuziwa pote, wewe baba. Nitakupa kero. Ulishakupiga taekwondo? Sogea hapo. Ulishakupiga taekwondo? Nipige taekwondo ya kazi. Nyumba nimeuziwa, sasa utanipiga taekwondo. Aliyekujia
Awe Patrick kwa nini? Hapa ni kwangu. Basi unishe pesa yangu. Nakisha pesa. Unanijua mimi? Unishe pesa yangu sasa mimi utauzaje nyumba? Kama ulivyokuja hivyo uende. Pesa yangu ndio. Sasa wewe mgeni katika. Kwani huwezi kutoka hapa? Vijana mnaweuka mkiwa bado damu changa, mnaweuka mkiwa bado changa. Mnavaa vizuri lakini mtiani mshaweuka. Wewe kijana kuuzia hapa, najua mimi nimesotaje kupapata hapa. Anadhani nilipewa zawadi mimi hapa. Ha! Takuniondolea pete yote kurudi nyumbani mimi. Na una bahati nimetoka mjini. Hasira zimepungua, korofi sina. Patrick baba nikakuamini, kumbe mtoto kila haki sawa kwa wote. Hakuna cha mwanaume, hakuna cha mwanamke. Wote sawa tu.